ni siku ambayo tuna furaha sana, na asanteni nyote kwa kuja katika ibada ya leo. Hata wale ambao wanatazamia online, karibuni sana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Ninataka kusoma a few sentences, alafu utaweza kumalizia vile unajua. Sawa sawa. Ushaiona mahali imeandikwa plot not, do not. Hapa nasikia trespass. Wewe unasema nini? Yeah? Do not disturb. Do not horn. na ingine wewe inasema trespassers will be usiko tumesema trespassers will be persecuted. Today we are talking about trespassing. We are talking about forgive us our trespasses. Tusamehe makosa yetu. Ya Kiswahili inasema, Biblia ambayo tumesoma leo ni deni zetu. Tusamehe deni zetu. Na leo hiyo ndio jambo ambalo tunaweza kuliangalia katika our continuing series ya kuangalia the Lord's Prayer. Na siku ya leo nitakuwa ninaangalia one side, alafu next week Wednesday, Friday, Sunday tutaweza kuendelea building on this, hata tukiangalia mambo ya Easter. Na kwa hivyo whatever I say leo tutazidi kubuild on that on Wednesday evening, on Friday and on Sunday, majaliwa ya Mwenyezi Mungu. A trespass, kutrespass ni kupitia mahali ambapo haustahili. Kutrespass ni kwenda kwa ground ambayo hauna ruhusa. Ni wakati ambapo mtu ana violate a right. Ni kwenda, na tunapoomba na kuambia Mwenyezi Mungu forgive us our trespasses, nasema na kukiri ya kwamba sisi tumeenda kinyume na neno lako, tumeenda kinyume na maagizo yako. Na kwa hivyo watu ambao wana trespass, wale watu wanafanya hizi makosa, kawaida wanajua, kwa sababu si already umesoma hiyo notice, do not trespassers will be persecuted. Na kwa hivyo wakati ambapo tunaenda kinyume na neno la Mungu, tunakuwa already tuna violate what he has told us. Already tunakuwa tunachagua kwenda kinyume na neno la Mungu. Already tunachagua kwenda kinyume na vile Roho Mtakatifu anatuelezea. Na kwa hivyo kutrespass ama kufanya haya makosa wakati ambapo tunakosea Mungu, kwa versions zingine wanasema ni sin, kwa version nyingine wanasema ni debt. Na hii mambo huwa inafanyika wakati sisi kama binadamu tunakuwa na pride, tunakuwa na jealousy, tunakuwa na vitu kama bitterness and all those things. Nayo Biblia inatuambia in Romans chapter 3 verse 23 that all have sinned and fallen short of the glory of God. And therefore wakati ambapo tunasema hili ombi na tunasema na tunamwambia Mwenyezi Mungu forgive us our sins, tunasema ya kwamba tunajua sisi ni wenye dhambi, tunajua tumetenda kitu ambacho hakikufurahishi. And it is interesting kwa sababu juma lililopita tulikuwa tunakumbushwa vile ambavyo tunaomba give us this day our daily bread. Na sasa tunatoka kusema give us our daily bread, immediately tunasema forgive us our trespasses. The connection between that is that the bread feeds our physical body. Forgiveness feeds our spiritual and emotional parts. Na kwa hivyo these things are related. Na kwa wakati Biblia inatuambia hivi, ni vizuri tujue ya kwamba kila mmoja wetu ametenda dhambi.
na amepungukiwa na wema wa Mwenyezi ama utukufu wa Mwenyezi Mungu. Na ni vizuri kuwa na tabia ya kujiangalia na kujiuliza, je, nimekuwa nikitembea katika njia zile ambazo zinamfurahisha Mwenyezi Mungu? Na ningependa tuangalie hadithi ya mtu mmoja ambaye aliweza kupitia ama kujua ya kwamba ametenda dhambi na akamuuliza Mwenyezi Mungu amsamehe. Unaposoma katika 2 Samuel chapter 11 and chapter 12, unakutana na mtu alikuwa anaitwa Daudi. Daudi alikuwa ni mfalme. Daudi alikuwa kwake anatembea tu hivyo anajienjoy. Macho yake ikamuelekezea kwa dada alikuwa anaitwa Bathsheba. Na wakati alimuona akapata tamaa na akamuita na akafanya vile ambavyo walifanya. Na kwa sababu Bathsheba alikuwa mke wa mtu mwingine, akajua ya kwamba his best option ni kuita Uria akuje nyumbani. Na wakati Uria alikuja, alikataa kuwa na uhusiano na mke wake. Na akakataa kabisa. Daudi akaona the only way hii kitu inaweza funikwa ni kama huyu mtu ataweza kuondolewa. Basi akaandikia mtu wake anaitwa Joab. Akaandikia Joab barua akamwambia aweke Uria mahali ambapo pana vita kali, ili na hakikishe ameuliwa mahali hapo. Na yeye Joab wakati alipata hiyo barua aliweza kufanya hivyo. Na Uria akaweza kuuliwa na story yake ikaisha hapo. Naye tukifika chapter 12 tunaona naye Nathan akaenda kwa mfalme Daudi. Akampatia hadithi kuhusu watu wawili. Mmoja alikuwa ni mtu ana mali zake na ana vitu vingi, na mwingine ambaye alikuwa ni maskini na ana kondoo moja. Na akamwambia ya kwamba huyu mwenye alikuwa na mali nyingi na kondoo wengi na vitu nyingi angetumia akakuwa na mgeni, lakini hakutaka kutumia mifugo yake. Alikuwa anataka atumie ya this poor man. Na kwa sababu katika hiyo harakati alikuwa anataka aone kama Daudi ataweza kufikiria na kujiona katika hiyo picha, kwa sababu he was a powerful man. Alikuwa na all means, hakuna kitu ambacho hangeweza kupata, lakini aliweza kuchukua mke wa one of his servants. To cut the long story short, Daudi akagundua ya kwamba yeye ameweza kutenda dhambi, na akasema ya kwamba yeye hata anastahili kifo. Na kwa sababu aliweza kuona makosa yake na akaweza kutubu, Nathan akamwambia ya kwamba hatauliwa, lakini katika nyumba yake kutakuwa na they will always be fighting in his house. Na ni kweli tumeona ya kwamba kumekuwa na vita for a very long time. Na basi tukisoma Zaburi 51 mahali ambapo tumesomewa, hii ni ile confession ambayo Daudi aliweza kufanya. Na hata ukisoma chapter Psalms 32 utaweza kupata akiongea vile ambavyo aligundua kwamba yeye ni mwenye dhambi na alikuwa anataka Mwenyezi Mungu akamsamehe. Tukiangalia kwa karibu kutoka Zaburi 51 verse 1 and 2, tunaona ya kwamba wakati Daudi aliona makosa yake, alianza kuomba Mungu msamaha. Mstari wa kwanza inasema, nihurumie Mungu kadri na fadhili zako, ufutilia mbali makosa yangu kadri ya wingi wa huruma yako, unioshe kabisa hatia yangu, unisafishe dhambi yangu. Na basi Daudi aliweza kumwambia hivi Mwenyezi Mungu, akamuomba afutilie mbali makosa yake, akamuomba ya kwamba ataweza kuoshwa, akaomba Mwenyezi Mungu amsafishe dhambi zake zote. Na sisi kama Wakristo tunajua ya kwamba mara kwa mara tunajipata tumeenda kinyume na neno la Mungu. Na wakati tunajipata katika hiyo hali, tujifunze kutoka kwa Daudi ambaye yeye hakuanza kubishana, yeye alianza kutubu. Yeye alisema ya kwamba ameenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ukisoma mstari wa 3 hadi wa 6, alikiri dhambi zake. Akasema, nakiri kabisa makosa yangu, daima naiona waziwazi dhambi yangu, nimekukosea wewe peke yako. Daudi hakuanza kusema kama huyo mwanamke hangekuwa anaogea pale pengine singefanya nini, kama sikuwa nimechoka nikasikia kwenda walk huko juu singeweza kumuona. Hakuwa na hizo excuses. Yeye alisema nimekukosea wewe peke yako,
nimetenda yaliyo mabaya mbele yako. Yeye hakuanza kusema ama kukuwa na any excuses ama kuambia Mungu, ni wewe uliniumba nikiwa mwanaume. Bwana asifiwe. Hata ni wewe ulinipatia macho. Hakuanza kufanya hivyo. Alianza kusema yeye ni mwenye dhambi. Alitambua ile hali yake. Mara nyingi sisi huanza kuona na kupoint fingers. Tunaanza kublame mambo zingine. Tunakata kujiona kwamba ni sisi wenyewe tumeweza kutenda makosa mbele ya Mwenyezi Mungu. Biblia inasema ya kwamba uamuzi wako ni wa haki, hukumu yako haina lawama. Wakati ambapo Mungu anazungumza nasi na anatuambia ya kwamba tumetenda dhambi na anatuambia ya kwamba hatutembei katika njia ambayo inamfurahisha, kazi yetu si kusema excuses, kazi yetu si kutafuta mtu wa kupea lawama, kazi yetu ni kumwambia atusamehe, kazi yetu ni kuomba msamaha na ili tuweze kuwa na umoja. Anaendelea kusema ya kwamba mimi ni mkosefu tangu kuzaliwa kwangu, mwenye dhambi tangu tumboni mwa mama yangu. Na hapa inatuonyesha ya kwamba generally as a human being, tangu wakati dhambi ilipoingia hapa duniani, tunazaliwa tukiwa watu wenye dhambi. Ile hope ambayo tuko nayo ni kwamba when Christ comes back, ile nature ya kutenda dhambi itakuwa imeondolewa. Na kwa hivyo utapata mara kwa mara umekosea kwa njia moja ama nyingine. Ile makosa ambayo tumefanya kama Wakristo, kuna zile dhambi zinaitwa dhambi, kuna zile sio dhambi. Mnazijua hizo? Sikuna dhambi yenye ni dhambi. Sikuna dhambi yenye ni dhambi. Niongelesheni. Sikuna dhambi yenye ni dhambi. Na sikuna dhambi yenye sio dhambi sana. Sio kwa ndivyo huwa tunafanya. So dhambi yenye ni dhambi tunakuanga ready kusema ni huyu. Huyu ukimuona alifanya. Ile dhambi yenye si dhambi, ni dhambi yenye si dhambi, hiyo tunaachilia. Hiyo tunafunikia. Lakini hata kama tunafunikia, tunafaa tujue ya kwamba hatuwezi funikia huyu Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ni mtakatifu na hana uhusiano wowote na dhambi. Basi anasema ya kwamba nifundishe ama nifundishe hekima ya moyoni. Basi kama sisi tumezaliwa katika hii hali, tunaomba Mungu ya kwamba atusaidie tuweze kuwa watu ambao ni wise, tuweze kutembea na njia ambazo zinamfurahisha. Ni Mwenyezi Mungu tu anaweza kutusaidia, ni yeye peke yake anaweza kutuwezesha kufanya hivi. Anaendelea kuomba na anasema hivi verse 7 to 10, anaomba Mungu afanye mambo matatu hasa. Ya kwanza anaomba Mungu amtakase. Unitakase kwa husopu, nitakate, unioshe niwe mweupe pe. Ndivyo Biblia inasema, version yenye niko nayo. Unioshe niwe mweupe. Unioshe niwe mweupe. Hivyo ndivyo aliomba. Kwa hivyo alikuwa anataka kwanza Mungu amtakase, amuoshe, ili akuwe yeye si mwenye dhambi. Na ingawaje tunasema ama tunaokolewa mara nyingi, na nimesema hapa severally na tutaendelea kusema ya kwamba originally wakati tunaokoka tunakuwa justified. Wakati tunakuwa justified ama tunaonekana Mungu anaona sisi ni watakatifu, tunaanza another process inaitwa sanctification. Sanctification ni kubadilishwa tuwe zaidi kama Kristo. Na kwa hivyo hii process ya sanctification kabla iweze kumalizika, utakuwa unapata mara kwa mara Mkristo anaenenda na njia ambazo hazimfurahishi Mwenyezi Mungu. Wakati unajipata umeenda katika njia ambayo haumfurahishi, iwe ni dhambi ama dhambi sio dhambi, sawa sawa, whichever level you find yourself in, ni vizuri tuambie Mwenyezi Mungu atutakase, atuoshe, ili tuweze kuwa watu safi. Jambo la pili aliomba ni kwamba nirejeshe furaha. Nirejeshe furaha. Aliomba kutakaso, ya pili arejeshewe furaha. Biblia inasema nijaze furaha na shangwe, unifurahishe tena mimi ambaye uliniponda. Ugeuke, usiangalie dhambi zangu, uzifute hatia zangu zote. Basi akageuka na akamwambia, kwa sababu
wakati ambapo unaingiana na dhambi na unazoeana na dhambi, hata ile furaha ya wokovu haina. You cannot have the joy of salvation wakati ambapo you are entertaining sin in your life. Na basi Daudi alikuwa amepotokwa, hakuwa na raha ndani yake kwa sababu alikuwa ameficha dhambi ndani yake, alikuwa ameikatalia, hakuwa na confess, alikuwa anataka ikae kana kwamba haionekani. Hakuwa anafikiria kwamba Mwenyezi Mungu anaona, hakuwa anafikiria kwamba hilo jambo litaweza kumuaffect even as a person. Kwa hivyo akaambia Mwenyezi Mungu amrejeshe furaha. Wakati unajipata hauna furaha ya wokovu, ni vizuri jambo la kwanza ujiulize, je, ninaweza kuwa nimefunikia dhambi? Ninaweza kuwa sijakiri dhambi zangu? Ninaweza kuwa sina fellowship na Mwenyezi Mungu? Na jambo la tatu ambalo Daudi aliomba ni kwamba aumbiwe moyo safi. Uniumbie moyo safi, ye Mungu, uweke ndani yangu roho mpya na dhabiti. Kama hatutafika mahali na kumwambia Mwenyezi Mungu atufanyie haya mambo, tutakuwa na a hard heart. Tutakuwa na a very hard heart kwa sababu entertain sin, tumeishikilia na tumeikatalia pale na tunadhania pengine Mwenyezi Mungu haoni. Ningependa kusema kidogo about having a hard heart, a heart that has not confessed their sins. Jambo la kwanza utagundua about this heart ambayo imekataa kukiri dhambi zake, imekataa kuambia Mwenyezi Mungu amsamehe, ni ya kwamba it loses sensitivity to sin. Unapoteza sensitivity to sin. Unapata hata Holy Spirit akikuongelesha wewe hausikii sana. You become very comfortable with sin. Kwa sababu gani? Haukiri, mmeanza kuzoeana nayo. It is no longer a big deal. Na unapoendelea katika hiyo hali, unapata ya kwamba roho yako ilikuwa ngumu. Angalia mwenzako, usimwangalie vizuri, usimwangalie vibaya, muangalie vizuri. Muangalie vizuri. Kwa sababu baadaye tutaanza kuulizana kama hiyo roho ni ngumu ama ni roho ambayo inajua kukiri dhambi. Jambo la pili ambalo unagundua about this hard heart ni ya kwamba inaanza kudefend dhambi. Inaanza kupigania haki ya dhambi. Kuna kitu kama hiyo? Anaanza kupigania dhambi. Anaanza kusema ya kwamba hii si mbaya. Si tumesema kuna dhambi na dhambi sio dhambi. Sasa hapa unaanza kusema ya kwamba hii dhambi sio. So dhambi inawezaje kukua sio dhambi? Already umesema ni dhambi, lakini hii dhambi sio dhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu umeanza hata kupigania haki ya dhambi. Jambo la tatu ni ya kwamba unaanza kupata you have a dry spiritual life. Unajua ile wakati mtu anakaanga hivyo, sijui kama ishaiwafanyikia, lakini saa zingine unakaa hivyo unaanza kujiuliza, na ni kama niko dry, my spiritual life haisongi, sina inspiration, sijisikii kwenda kanisa, sijisikii kwenda fellowship, sijisikii hata tukihubiri hapa aje, hata tukiruka mpaka huko juu, hata hiyo sermon haitaingia. Kwa sababu gani? Kwa sababu huwezi kuwa inspired, kwa sababu your spiritual life is dry, kwa sababu dhambi imekuja. You have no fellowship with this God. Jambo lingine ambalo linaweza fanyika ni kwamba hii roho ngumu ambayo imekataa kukiri na kutubu, inasema ya kwamba huwa inaanza kujiprotect. It protects itself. Wakati ambapo unazoeana na dhambi na kufanya yale ambayo haimfurahishi Mungu, unapata ya kwamba hautaki kuitwa into order. Hautaki correction. Mtu anakuwa irritated akiambiwa anafanya kitu ambayo haistahili. Mtu hataki kukuwa accountable for anything. Kwa sababu gani? Kwa sababu they already have a hard heart. Na haijalishi utasema mara ngapi, hao hawataisikia unless they confess their sin. Hautai get through to such kind of heart. Jambo lingine ni kwamba hii roho inaanza kudepend on itself. Inaanza kudepend on itself. Dependence on God decreases. Unaacha kumtegemea Mwenyezi Mungu, unaanza kujiona zaidi. Kwa sababu dhambi imekuja, hauna ushirika na Mungu, hauna fellowship na yeye, basi unapata ya kwamba your dependence on God decreases.
Na jambo lingine ambalo linafanya ni kusikia ukiwa mbali na Mungu. Kuna mtu ashaisema hivyo? Uko hapa na ushaisikia, hey, nasikia siku hizi God ako far. Ni kama nilimwacha kanisani, hakwenda na mimi mahali ninafanya nini. If we say we have no sin, we deceive ourselves. Tukisema hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe na ukweli haiko ndani yetu. Verse 8. If we say we have no sin. Angalia mwenzako. Mwenzako sijui kama anasema ako na sin ama hana sin. Ukimwangalia hivyo, do they say they have no sin? Usimuulize, ni kumwangalia tu. Sijasema muulizane. Ni kumwangalia tu na macho ya kiroho. Kwa sababu if we say we have no sin, na ujue ile macho umetumia kumwangalia, most likely hiyo ndio iko ndani yako. Venye umeona kwa huyo mwingine, hivyo ndivyo wewe uko. Kwa hivyo if we say we have no sin, tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya. So sijui kama unajidanganya wewe mwenyewe, na Biblia inasema ya kwamba wala kweli halimo ndani yetu. Hatuna ukweli kama tunasema sisi hatuna dhambi. Verse 9 inasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wetu. Kwa hivyo wakati ambapo tunaziungama dhambi zetu na kumuomba msamaha, yeye anatusamehea. Bwana asifiwe. Na ndiposa tunasema forgive us our debts, forgive us our trespasses, forgive us our sins. Wakati ambapo we confess, tunasema ya kwamba we are seeing things the way God sees them. That is what confession is. Tunaona mambo vile Mwenyezi Mungu anaona. Tunaita dhambi vile Mwenyezi Mungu anaita dhambi. Si kufunikia na sio kuipaka rangi. Ombi langu ni kwamba sisi zote kama kanisa tutakuwa watu tunajipea, we give ourselves some, we have attention to what we are doing. Tunajiexamine sisi wenyewe na tunajiuliza, je, tumekuwa nikitembea na mienendo ambayo inamfurahisha Mwenyezi Mungu? Maneno yenye nimekuwa nikisema, matendo ambayo ninasema, hata mawazo yangu, je, inaandamana na vile neno la Mungu linasema? Na kama hatuendamani na hivyo, ni vizuri ya tuseme ya kwamba ama tukiri, tuziungame dhambi zetu na tuambie Mwenyezi Mungu, nimefanya 1 2 3, nimekukosea wewe peke yako. Si kuanza kutafutilia ni nani alifanya nifanye. Ni kusema ya kwamba kweli mimi nimekosa na ninaomba msamaha wako. Unioshe niwe mweupe. Wakati ambapo tunaambia Mwenyezi Mungu atusamehe, kuna mambo ambayo yanafanyika katika maisha yetu. Jambo la kwanza ni kwamba amani inarejeshwa. Wakati ambapo mtu anaishi katika dhambi, ama mtu ambaye anakosa kuungama dhambi zake, hana amani moyoni mwake, kwa sababu hauna fellowship na huyu Mwenyezi Mungu, kwa sababu uko guilty about sin. Ni furaha ya wokovu. Uliza mwenzako kama yeye ana furaha ya wokovu ama anasikia ako dry. Najua ni vizuri kujua, ndio tujue venye tutasupport one another. Jambo la tatu ni kwamba wakati ambapo tunakiri na kuambia Mwenyezi Mungu forgive us our sins, na tunaweza kuwa na fellowship and our closeness to God is restored. We become close to God once again. Kwa hivyo this fellowship is very important. Na hii fellowship
yetu na Mwenyezi Mungu huwa inakatishwa na dhambi, kwa sababu dhambi hana uhusiano. Haimaanishi Mungu ametuacha, inamaanisha sisi tumeenda mbali na Mwenyezi Mungu. Ni sisi tunaondoka wakati ambapo tunachagua dhambi, wakati ambapo hatumwambia tusamehe, tunatenganishwa na tunakuwa we have no fellowship with him. Then the final thing ni ya kwamba we have a renewed heart. We get a renewed heart. We become refreshed. Si tumeoshwa, tumepewa roho mpya. And therefore wakati ambapo tunakiri na kutubu, tunapewa roho mpya. Swali ni, have you been confessing your sin? Umekuwa ukiungama dhambi zako? Kwa sababu God is always ready to cleanse us, but we must first admit we are dirty. Lazima tuseme ya kwamba sisi ni wachafu na tunahitaji kuoshwa na Mwenyezi Mungu. Are you in fellowship with God? Fellowship ni ushirika. Una ushirika na Mwenyezi Mungu. Na kama umekuwa ukisikia katika maisha yako ya kiroho ni kama haiendelei, kama unasikia unachokeshwa na kila kitu, especially ya kimungu, ni vizuri ujiangalie na uambie Mwenyezi Mungu akuonyeshe mahali ambapo roho yako imekaukia, ili uweze kukua na restoration. Na wakati tunamwambia Mwenyezi Mungu atusamehe, ni vyema kujua ya kwamba yeye anatusamehea. Yeye ana uwezo. And he does not even like to keep grudges with any of us. He does not like to count our debt. Raha yake kwa sababu alitulipia deni ni kwamba tutaweza kupokea the grace ambayo ametupatia kupitia Yesu Kristo, na ili tuweze kuishi katika fellowship na Mwenyezi Mungu. Na basi tutaweza kuangalia hii msamaha yake tunaipata kwa njia gani. Ya kwanza tumesema ya kwamba our responsibility ni kuconfess ama ni kuungama dhambi zetu, na tumeangalia the benefits that come from that, na jambo ambalo tutaangalia wiki ijayo ni je, tunapata huu msamaha kwa njia gani, na tukipata tunafaa tufanye nini nayo, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.